Hello Tanzania. Wewe acha kuna fungus na kula maganda kama sina vidonda wewe mnyambwa mnyarukoro wewe mgogo mnyambwa mndali kutoka Kitinku. Sikiliza wewe, naona nchi imeanza kuchangamka, na baada ya kuona nchi inaanza kuchangamka, kuna vikaragosi wengine ambao wanalishwa vidogo, wanalishwa wali, wanaanza kutamanishwa vitu, halafu ndio wanaanza tena kutuangusha, kutukatisha moyo. Hiyo sio vizuri. Na kama wewe umediliki kuanza kutuharibia nchi, kwa wewe unayekosoa vitu vinavyozungumziwa vya mantiki, vya maana, vya kuweza kukomboa nchi, vya kiukombozi, na kuomba wewe kaa kando. Na pia kingine alichokiongea Captain Tesha, amekiongea kitu cha maana, halafu na amegonga kwenye pointi zenyewe. Na wale watu wanaokosewa wanasema kuwa hajui kuongea. Wewe unataka aongee nini? Unataka aanze kusifia kampeni? Yeye haombi kura na wala hamagi sera za kampeni, bali yeye anachoongea anaweka mabadiliko ya nchi. Kwa hiyo sio kwamba uanze kusema bana hajui kuongea. Unataka ajue kuongea kilini? Soma na siasa. Pia yeye sio raia, yeye ni mwanajeshi. Kwa hiyo anaongea kijeshi. Anaongea kijeshi. Ama unataka wewe wakubembeleze, aanze kukwambia bana naombeni wananchi? Hiyo haipo. Hii ni jeshi. Tesha, tunakuomba usimamie hivyo na uendelee kujitokeza. Na pia tunaomba na wengine wajitokeze, wakina Tesha wa pili. Tunaomba ulichokifanya, vitu ambavyo umevifanya ni sawa na, yani kama vitu ambavyo vinafanyika Burkina Faso kwa Traore. Kwa hiyo na wewe ni Traore wa pili wa Tanzania. Traore wa pili Tanzania. Kwa hiyo Tesha, tunakuomba sikilia hapo, na wote wale wanaojitokeza tunaomba wajitokeze vile. Yoyote anayeona nchi yetu inahudumiwa apaze sauti yake, kama jinsi ambavyo umeonyesha sauti sana kwa visa ambavyo tunaumia. Bwana, fanya mambo yako. Siku ya tarehe 19, tarehe 29, sisi tuko na wewe. Tupo nyuma yako na tunafuata maagizo yako. Utakachokifanya na sisi ndivyo hivyo. Ukituambia fanya hivi tunafanya kweli. Tunaomba tena simamia hapo, gongelea pale. Pole, endelea kushusha vitu. Mange Kimambi, endelea kuomba vitu, kuongea vitu. Ulivyovisemea ya kwamba mabasi ya mwendokasi yanakuja 60, na ni kweli umekuja pale ulichokiongea ndio kimetokea pale. Sasa tunaomba muendelee kupaza sauti, nyinyi mlio na nafasi ambao mnaweza mkaongea. Sisi ambao tuko chini tuendelee kuonekana ili tunawasupport, like zetu zinaendelea kuonekana. Kwa yule anayebesa kinachoongelewa, akiendelea kubesa, mwache hivyo. Wale ni Tomaso, wanasubiri hadi washike. Tunaomba endelea hivyo. Tesha, Captain, endelea hivyo. Kanali, na wewe umetaka kukosea, unachokosoa ni kipi? Ila vizuri tu ambacho nimekupendea. Kwa sababu gani? Hujasema nini? Hujataka kusema kuwa alichokiongelea hatukijui. Endelea vile. Kanali, endelea vile. Captain, endelea kuonyesha msimamo wako na uonyeshe uhodari wako, na kweli umejifunza kwa ajili ya kufa, hujajifunza kwa ajili ya kuishi. Wewe ni mlinzi wetu. Lolote linalotokea mbeleni, wewe ndio unataka kifua. Uanzie kwanza, wewe ndio unatufikia sisi. Tunakuomba sana wananchi, na wewe ndio unaanza kutupa moyo, na wale watu ambao walikuwa wamekatizwa tamaa ya kuweza kufanya maandamano yao ya amani kwa tarehe hiyo, lakini sasa hivi umeanza kutuonyeshea mwanga. Hata yule mtoto aliyokuwa ameanza kujificha chini ya uvungu ameanza kutokeza kichwa. Ukija kurudia tu siku nyingine, watu wote wanatoka nje. Sasa tunaomba onyesha msimamo wako, onyesha harakati yako, na wewe sio mwanasiasa, bali pale hauombi kula. Unachoomba, unaomba amani.
Na huyu anayetaka kusema kwamba anakula sahani moja na ninyi wanajeshi, wanaweza? Eti tunakula sahani moja na wanajeshi, unaweza? Mimi hapa ni msamaria mwema. Ninaomba na ushauri, sichochei maandamano, bali ninaomba na maandamano yetu sio ya vurugu, ni maandamano ya amani ya kutaka haki. Na kama ni maandamano ya amani ya kutaka haki, basi watu yani kuandamana kwetu hatuandamani na silaha. Watu wanaandamana na bendera, mabango, kutaja kero zao na vitu ambavyo hawajatimiziwa na vitu ambavyo hawajatimiziwa na vitu ambavyo hawajavutiwa navyo. Watu wanataka haki, sio maandamano ya vurugu, ni maandamano ya haki na amani. Tunaomba basi wewe Tesha, endelea kupambana hivyo hivyo, na wengine wakina Tesha wa pili wapatikane hivyo hivyo, na pia na wengine. Hata ngazi za juu za majeshi zionekane. Anayetaka kujiengua, anayependa maslahi ya kwake binafsi, aendelee. Siku hiyo ya tarehe 29 itaonekana na itajulikana, lakini hiyo sio vizuri. Wewe mwanajeshi umefundishwa kwa ajili ya kulinda amani na kulinda nchi yako na sisi na kulinda wananchi wako. Sasa unaanza kupoteza tena, unaanza kufanya mambo ya siasa na kuanza kubadilika. Na pia mwanajeshi unatakiwa uwe na msimamo mmoja, kisha sema umesema. Na pia mwanajeshi hautakiwi kumsaliti mwenzio, hata kama ukiona amekosea unajaribu kumtetea kwenye umati wa watu, ili mradi usiweze kumkosolesha na kumaibisha, kumtorotesha. Utamdhoofisha ukishakosoa ndani, yani kwenye kabineti ya watu. Mwite pembeni, bwana, hiki hapa ulikosea, ilitakiwa ufanye hiki. Basi umemaliza. Sio mkosoe na watu wapo. Ama wewe kama ulijitokeza kwenye mitandao na kuanza kusema hivi, japo hujataja, hujasema kama amekosea, lakini sio vizuri. Wewe sema tu watu ambao wanajaribu kutumia jeshi la wananchi kujitendea ama kujifaidisha kwa maslahi yao binafsi, wanakosea. Hivyo basi sisi wananchi tuko pamoja na nyinyi na tunawaunga mikono, na siku ile imefika, tuko mstari wa mbele na nyinyi mkiwepo. Nyinyi ndio watetezi wetu. Polisi wanakuja na mabomu yao na wewe uko mbele, basi wakianza na nyinyi mnajibu. Maana nyinyi ni watu wa kwanza. Yaani nyinyi ni watu wa kwanza. Ni kama mithili ya nyoka kifutu. Kama kifutu kisha mgusa kifutu anaendelea, basi kifutu mkanyake kichwani, utamwona amekudonea. Sasa na nyinyi wanajeshi ndivyo mlivyo. Ila polisi hasubiri kuanza, na polisi hasubiri kuletea tukio, yeye anakufuata. Yaani kama nyoka mweusi, akikuona na wewe hujafanya kosa umo, unafanya kosa umo. Amani kwanza, uchaguzi baadaye. Hivyo vitu vikifanyika, nchi yetu itakuwa hali yenye utulivu na amani, na uchaguzi utafanyika. Baada ya amani kupatikana, ndio mambo mengine yaendelee. Wananchi, vurugu imetulia, nchi imetulia, tumekuwa na amani, kila mmoja anafanya anachotaka. Hata kiongozi atakayekuja atajua kwamba kuna hiki na hiki kinachoendelea. Kwa hiyo kama atakosea, kuna haya atakayotokea kama ya nyuma. Kwa hiyo nchi, hata kama nchi jeshi likichukua, naomba likae ndani ya miaka 5, lishikilie nchi ndani ya miaka 5, jeshi hiyo mikononi ya jeshi. Na baada ya pale sasa ndio fanyike uchaguzi. Yule atakayekuja kushika nchi atakuwa ameshajifunza na atakuwa ameshaona kwamba ni kipi ambacho tunatakiwa tufanye. Unaona, ataamua, ataona cha maana yeye. Mimi ndicho ninachokiomba ndugu zangu. Amani ni kitu cha muhimu sana katika nchi. Utaona maendeleo yanaendelea tena vizuri, hautaona vurugu hata kidogo. Kiongozi unapokuwa wewe chanzo cha vurugu ama chanzo cha kuteka, cha kunyang'anya, cha kudhulumu nchi, hiyo ni swala la dhulumati, unadhulumu nchi.
Wewe mapesa kibao yanakuja yote unamiliki wewe. Pesa ya Tanzania inakuja hapa Tanzania, ama mkopo unapatikana hapa Tanzania, unachukuliwa unapelekwa nchi nyingine ambapo kipato cha kule hakisaidii. Yaani wewe mapato ya hapa yanasaidia nchi nyingine. Yaani mkopo hapa Tanzania unaenda kutengeneza Zanzibar. Je, Zanzibar sina wao wanachukua mikopo? Ushaona hata asilimia fulani wameleta. Zanzibar kuna flyover zinajengwa kule kwa pesa ya kutoka Tanzania. Uchumi ambao ni wa Tanzania ndio unapatikana hapo, unaenda kutengeneza kule unasaidia. Lakini kule na wao wana viwanda vingi. Atoke hapa mtu kwenda Zanzibar mpaka atumie kitambulisho. Lakini mtu anayetoka Zanzibar kuja hapa Tanzania, yaani kutoka hapa kwenda kule mpaka kitambulisho na kule. Yaani Tanzania mpaka kuna vitu ambavyo process zinakuwa nyingi. Ila yeye Mzanzibar kuingia Tanzania ni bure. Kwa nini? Bila mfugano wote. Vitu kutoka Zanzibar kuja huko mpaka Mlolongo, ila vitu kutoka hapa kwenda kwao ni free. Kwa nini? Hatuitaki hiyo. Wananchi nawaomba sana, amkeni mlipolala mtoke. Kimambi endelea hivyo hivyo. Pressure endelea hivyo hivyo. Captain Tesha endelea hivyo hivyo. Polepole endelea hivyo hivyo. Gwajima amka ulipolala. Captain Tesha, Afande Msongo, tupo yali. Hatutaki maandamano ya kumwaga damu. Tunataka maandamano ya amani. Afande Msongo, Wanyaturu, Wakaguru, Waruguru, Wanyamkoro, Wahehe, Wanyambwa, Wagogo, wote hao ni watani wangu. Na waomba siku hiyo tuendelee. Amsha familia yako. Yule mchawi na yeye aamke na uchawi wake aende akaroge. Wanaotaka kurusha mabomu wafeli mabomu yao, wanaopiga bunduki wafeli risasi zao, ili tufanikiwe jambo letu. Amina sana. Amina kubwa. Sema kujiwe.